Brother Mka, tunakutana kila siku mimi na wewe. Ila sasa leo nataka twende deep kwenye ile topic kwa nini Mungu alivaa mwili? Watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba Mungu inakuwaje anavaa mwili, anakuja duniani, anakula, analala. Mungu gani huyo? Kwa nini? Kuna umuhimu gani? Unajua ni somo ambalo ndugu zetu kwa mfano kama Waislamu ambao linawakwaza. Kwa mfano ukimzungumzia Mungu wa Yesu, cha kwanza wanakimbilia Mungu gani ambaye analala, anakwenda chooni. Yaani fikra yao inashindwa kuelewa fumbo. Labda ili kuweza kuelezea inabidi nirudi mwanzo kabisa. Unapofungua Biblia yako, mstari wa kwanza kabisa wa Biblia, kitabu cha Mwanzo, sura ya kwanza mstari wa kwanza, unaona Mungu unasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mungu anaumba vitu vitatu, anaumba nyakati, anaumba, kwa Kiswahili tunasema maada na nafasi, yani kwa Kiingereza tunasema time, space and matter. Ili ile mbingu na nchi iweze kuwepo lazima kuna mwanzo. Na mwanzo ndio umecontain nyakati, space. Yes, time, space and matter. Okay, kwa wakati mmoja. Okay. Kwa sababu ukiumba, Mungu angeumba matter peke yake au maada, angeiweka lini? Kama hakuna nyakati, angeiweka lini? Na angeumba maada bila ya nafasi, angeiweka wapi? Kwa namna ya pekee vyote vitatu vinatokea kwa wakati mmoja. Hilo ni la kwanza. Lakini huyu Mungu kwa kuwa ni roho, yeye anaishi nje hivi vitu vitatu. Nje ya muda, nyakati, nje ya nyakati, nje ya maada na nje ya nafasi. Okay. Ni Mungu ambaye wa ajabu, yuko nje hivi vitu, hategemei vitu. Japo ana uwezo wa kuingia katika nyakati, ana uwezo katika kuingia katika maada. Maana katika kitheolojia ni kwamba Mungu anaweza kuingia katika uumbaji wake. Kwa mantikio ina maana Mungu anakukaa yeye, hakuna muda, au tunasemaje sasa? Mungu amekuwepo nje hivyo vitu kwa sababu vitu vina mwanzo wake. Hivi vitu vitatu, nyakati zina mwanzo wake, maada ina mwanzo, na nafasi ina mwanzo. Sasa mwanadamu anapokuja kumuumba, unaposogea kwenye sura ya kwanza kwenye mstari wa 6 pale anapomuumba mtu, Mungu anasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Kwa mwanadamu anaishi katika hivi vitu vitatu. Anaishi ndani ya nyakati, space. Yeye pia ni ametoka katika maada kwa sababu Mungu anamuumba katika ardhi. Mbingu na ardhi, unanielewa? Kwa ndio Mungu anamuumba katika ardhi. Na anamweka katika bustani. Sasa Adamu na Hawa wanapotenda dhambi ile, wao wanafanya uharibifu, unaingia ule uasi ambao unaleta uharibifu. Uko katika nafasi, uko katika nyakati, uko katika na maada. Sasa Mungu wetu kwanza tunachokiona ni mambo kadhaa. Kwa hiyo anajua kitendo kile kwanza kilimpa Ibilisi mamlaka. Kwa sababu unaposoma sura ya kwanza mstari wa 26 na kuendelea, anaposema wakatawale. Kwa mwanadamu alivyoumbwa, aliumbwa akiwa mtawala. So kwa hiyo mwanadamu ametenda dhambi akiwa ndani ya hivi vitu vitatu ulivyoniambia. Sasa mwanadamu pale bustanini Edeni anapokuja kushawishiwa na nyoka. Mkumbuke ile nyoka ndio Ibilisi. Ile haikuwa dhambi ya kwanza. How? Haikuwa dhambi ya kwanza. Dhambi ya kwanza kabisa kutenda, kama unafahamu, dhambi ni uasi. Ni kutokutii. Ibilisi yeye aliitenda ile dhambi akiwa mbinguni. Au anamuita Lucifer. Sasa yeye anaitenda dhambi akiwa nje ya nyakati, nje ya maada, nje ya nafasi. Kutokutii kwake ndio dhambi ya kwanza ilitendwa pale. Katika wanadamu dhambi ya kwanza inatendwa Edeni, lakini katika uumbaji wote dhambi ya kwanza haikutendwa duniani. Dhambi ya kwanza ilitendwa mbinguni, na ile itenda ilikuwa ni Ibilisi. Unaelewa? Lakini dhambi, utendaji ule wa dhambi unafanywa katika tofauti. Kama nilivyokuambia, Ibilisi anaitenda dhambi nje ya nyakati, nje ya maada, nje ya nafasi, kwa sababu Ibilisi yeye ni roho, kwa sababu alikuwa ni sehemu ya wakazi wa mbinguni. Mungu kama roho na viumbe vile alivyoviumba mbinguni viko katika roho, na kwa sababu wako katika roho, wao wako nje ya hivyo vitu vitatu. Lakini mwanadamu anapoumbwa yuko katika vile vitu vitatu, na anaitenda dhambi katika vile vitatu. Na kusudio lake kubwa Mungu aliyompa ni kutawala. Kwa anapoitenda ile dhambi,
Shetani anamnyang'anya utawala. Ndio maana unaposogea mbele Bwana Yesu anapokuja duniani, kumbuke baada ya kubatizwa anakwenda kujaribiwa. Kumbuka shetani alimwambia kitu gani kimoja hapo? Kwamba akampandisha juu, akamonyesha himaya yote, akamwambia yote hii ni mamlaka yangu nitakupa. Bwana Yesu hakumwambia sio vya kwako. Haku object. Hakumwambia Bwana unanidanganya. Hapana. Haku object. Alicho object ni kwamba kumwabudu. Alichokikataa. Yeah. Ina maana kwa ule mstari pale Ibilisi anathibitisha kwamba ni kweli vitu vyote alikuwa anavitawala. Ndio. Na hata katika ukisoma maandiko, shetani anaitwa yeye ndio Mungu wa ulimwengu huu. Okay. Au mkuu wa ulimwengu huu. Lugha inabadilika. Yeye ndio mtawala. Tunarudi ule kule. Sasa utawala ule aliutoa pale bustanini kwa Adam. Eden. Unanielewa? Yes. Sasa unaposoma maandiko yalivyo, Mungu wetu ni wa utaratibu. Kwa sababu watu wengine unakuta, kwa mfano watu wasioamini imani, wasioamini katika Mungu, wanasema kwa nini asiseme tu, asimsamehe tu. Na watu wengine wanasema au angemfunga tu shetani kamba. Unaposoma Qur'an, ukisoma sikumbuki ni sura ngapi, iko tofauti kabisa. Qur'an, Adam na Hawa wanaitenda dhambi wakiwa mbinguni. Adhabu yao wanatupwa duniani. Hivi ndio iko hivyo? Yes. Okay. Kwa sijui. Iko tofauti kabisa. Adam na Hawa wanatenda dhambi wakiwa mbinguni. Halafu Mungu anawasamehe. Lakini anawatupa duniani. Kitu ambacho maandiko ya kale ambayo tunaona katika vitabu vya Torati, kwa sababu swala la uumbaji na swala la anguko la mwanadamu unalipata katika vitabu vya Torati. Kitabu cha Mwanzo ni sehemu ya Torati, tofauti na Qur'ani inakuja kujaribu kurekebisha. Okay. Haiji kurekebisha, inakuja kukiuka. Lakini nakuja kwenye swali lako kwamba kwa nini, yani haya yote najaribu kuelezea ni kwa nini Mungu avae mwili sasa. Kwa nini atoe mwili? Yeah. Kwa sababu kwanza baada ya pale dhambi kutendeka, cha kwanza kabisa Adamu nao akajigundua wako uchi. Kuwa uchi ni lugha ya picha kuonyesha kwamba sasa fedheha yako umeipata. Fedheha inaingia, dhambi inaingia, mwanadamu anagundua hana tena ule utukufu aliokuwa nao ambao Mungu alikuwa amemuumba nao. Kwa sababu kumbuka, Mungu anasema tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Maana yake mwanadamu alikuwa ana utukufu kama wa Mungu. Okay, ndio maana tunaona pale alikuwa anaweza kutaja viumbe vyote majina bila kuambiwa. Ndio maana mwanadamu anaumbwa na upeo mkubwa kuliko viumbe vyote. Okay. Unaona? Sasa kwa huruma ya pekee Mungu kwanza ndo anamtafuta Adamu na Hawa wamejificha. Unasoma kwamba kwa kipindi cha hari ile ya alasiri, Mungu anamtafuta, anamuita Adamu, uko wapi? Ile ni neema, ni huruma ya Mungu inadhihirika pale. Kwa hiyo kutoka pale sasa ndipo Mungu anaweka mpango wa kumwokoa mwanadamu. Kumwokoa kwanza kwa sababu nia yake kuu, kwa sababu namna ya pekee alimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, kuuokoa wanadamu, kuokoa taswira yake. Unaona? Lakini pia kumrudishia mwanadamu mamlaka. Sasa kwa kuwa mwanadamu sasa ameshaingia dhambini, ile asili ya dhambi inakwemo ndani mwake. Kumbuka unaposoma mstari wa 26 unaona Mungu anasema tumuumbe mtu. Anaposema hasemi akatawale, anasema wakatawale. Wanadamu wote wako ndani. Wakati Adamu ameumbwa, wanadamu wote, tunasema humanity was inside. Yeah, kwa wakati Mungu anaongea na Adamu alikuwa anaongea na humanity yote. Ndivyo. Ambao iko ndani ya Adamu. Adamu anapoingia dhambini, the entire humanity, kwa sababu wameumbwa ndani mwake, wote ndio wanapata asili ya dhambi. Hebu brother amka, hebu elezea vizuri hapo, kwa sababu hii nimeshakuona baadhi ya watu haiwaingia akilini kwamba kama alitenda dhambi ni Adam, kwa nini mimi nakuja kuhukumiwa? Na kuna wengine wanaleta andiko kabisa kwamba Biblia imesema mtoto hata hukumiwa kwa dhambi ya baba yake. Kwa nini sasa sisi tunateseka kwa dhambi? Ni kusoma nje ya muktadha wale neno. Hiyo ni pale unaposema mtoto atahukumiwa kwa dhambi ya baba yake, ni vitu tofauti kabisa na kuhusiana na asili ya dhambi ambayo Adamu. Kama nilivyokuambia unaposoma Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, anasema tumuumbe mtu wakatawale. Mtu wakatawale. Kwa sura mfano wetu, wakatawale. Okay. Ile lugha sio makosa ya uandishi. Kwa sababu tayari wanadamu wote wameshaumbwa ndani ya Adamu. Kwa sababu Adamu ndiye ndo anabeba mbegu.
Sasa angalia script inavyobadilika. Pale Mungu anapokutana na Adamu na anapowaita, wanapotoka, anauliza nani kawaambia nani kawaambia mko uchi, umekula lile tunda? Sasa wakaanza kulaumiana. Adamu anamlaumu Hawa, Hawa anamlaumu nyoka. Sasa angalia Mungu anazungumza na nyoka. Anamwambia mambo kadhaa kwamba uzao wa huyu mwanamke, hazungumzi uzao wa huyu mwanamume, uzao huyu mwanamke. Katika lugha ya Kiebrania inapozungumzia uzao anasema the seed of this woman. Mbegu, yani katika Kiswahili kidogo nafikiri watafsiri wa Biblia waliamua kutumia uzao badala ya kutumia mbegu. Kwa sababu kwani mwanamke, hebu labda tuendelee hapo. Ndio nakuja polepole. Kwa hiyo Mungu pale, ile ni lugha ya kinabii kwamba anakuja kumleta Mwokozi ambaye inatoka katika mbegu ya mwanamke. Uko nami mpaka hapa? Niko na wewe. Kwa hiyo kwa nini? Kwa sababu neno wa Mungu unapofika kwenye Yohana, Injili ya Yohana ndio unaona kuhusu neno wa Mungu. Kwamba alikuwepo tangu milele, hapo mwanzo palikuwa neno na neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa Mungu. Unaona mimi naona, hebu ngoja kwanza umeniacha kidogo pale kwenye mbegu ya mwanamke kuja kudili na shetani baadaye. Ukumbuke ile dhambi imemnyang'anya mamlaka mwanadamu ambao alipewa. Imeshahamia kwa nani? Kwa Ibilisi. Najaribu kufanya back and forth wewe unielewe. Unanielewa? Yaani mwanadamu kashatenda dhambi. Shetani kashamnyang'anya mamlaka ambao Mungu alikuwa amemuumba kwa kusudio lake. Amempa mwanadamu atawale. Utawala umehamia kwa shetani. Kwa shetani, okay? Sasa Mungu anachofanya, anafanya mambo kadhaa. Anaenda kwanza kwa sababu tayari asili ya dhambi ya mwanadamu inamtoa, hawezi tena katika asili ile kujikomboa. Hawezi kushindana na yani hawezi kuyachukua tena ile mamlaka kwa shetani. Hana tena utawala, hawezi. Hata afanyeje yani? Haiwezekani. Kwa Adamu alikopo hana cha kufanya pale baada hiyo. Katu. Okay. Si tu Adamu, kizazi chochote kinachokuja baada yake hakina tena mamlaka hayo au uwezo huo, kina asili ya dhambi. Alafu pili, kwa sababu hiki kizazi cha mwanadamu tayari kina asili ya dhambi, hakitaweza tena kutoka pale kufika katika uwepo wa Mungu. Lakini kuna jambo moja unaposoma pale kuhusu narudi pale katika bustani ya Eden. Kumbuka tulikuwa kuna miti miwili. Kuna mti ambao Adamu na Eva ndio waliula. Unaitwa nini ule mti? Kuna mti wa mema na mabaya. Kuna mti wa uzima pale. Uzima. Mungu kwa namna ya pekee, kwa huruma yake, alizuia mwanadamu asiende kula pale, kwenda kula ule mti wa uzima. Akaweka kerubi ambao na upanga. Kwa mtu ambaye labda haelewi maandiko anaweza akasema labda Mungu alifanya vile kama aliwaonea. Hapana, kwa sababu kuwafukuza kwenye ile bustani na kuweka malaika wasije tena pale ilikuwa ni neema. Mwanadamu angekula lile tunda, Adamu nao angekula lile tunda, wangetoka katika nyakati, wangeenda katika ambao hakuna tena nyakati, asingeweza kukomboleka. Na ndio maana Ibilisi alivyotenda dhambi nje ya wakati hawezi kukombolewa. Kwa hiyo Mungu kuwafukuza wakina Adam pale bustanini ilikuwa ni huruma, na kwenda kuacha waende wakateseke sasa kule wakatafute kwa jasho na nini, ni huruma ya kuwasaidia wasile, specifically kuwazuia kuufikia ule mti wa uzima ule. Ilikuwa ni huruma kwa sababu wangekula ile tunda jingine, manake nafasi ya ukombozi singekuepo kamwe. Kwa hiyo wangetoka katika realm ya time, wangeka katika timeless, timeless, ambayo ingelikuwa sasa hakuna tena nafasi ya ukombozi, kama ile kilichompata Ibilisi. Kwa sababu maana yake Ibilisi yeye kwanza alitenda dhambi akiwa na ufahamu mpana kabisa, kwa sababu aliona utukufu wa Mungu kwa ukamilifu, na kwa sababu uko nje element ya time kwake hakuwa nafasi. Sasa narudi tena, kwa hiyo kwa kitendo kile kwanza Mungu ni ishara ya huruma kubwa sana, ili aweze kumpa nafasi. Lakini kwa namna ile ni kwamba haiwezekani mwanadamu huyu aweze kujikomboa, unaona. Kwa hiyo sasa namna peke yake ni kwamba utawala umehamia kwa Ibilisi. Nguvu peke yake ambayo inaweza kuunyang'anya utawala Ibilisi ni nguvu iliyoko juu ya Ibilisi, kwa sababu tayari mwanadamu naye kashakuwa dhaifu, kashadhoofika, kashaingia asili ya dhambi. Hawezi kwenda kunini. Na kingine ni kwamba mwanadamu anatoka anaanza kuingia katika sheria.
na hakuna mwanadamu hata mmoja ambaye aliweza kuishi kwa kuitekeleza sheria kikamilifu. Kwa hiyo hebu elezea kwanza hapo kabla tujaenda mbali, Amka, kwamba kitendo cha kufanya dhambi mwanadamu mwenyewe alijikuta anaingia katika sheria. How? Ndio unakuta sasa tunaanguka katika sheria sasa, kwa sababu kabla ya pale mwanadamu alikuwa mtakatifu. Kitakatifu, kitu chote kilicho kitakatifu kinaishi nje ya sheria. Sheria iko katika mwili. Kabla ya pale mwanadamu aliumbwa akiwa mkamilifu. Ndio maana unakuta pale Mungu anapomaliza uumbaji anasema akaangalia kila kitu akaona kiko sawa. Perfect. Kiko kizuri. Chema, anatumia neno chema. Lakini dhambi inakuja kuharibu pale. Kila kitu kinaharibika. Okay. Uumbaji wote, ndio maana unasoma pale unaona kwamba hata viumbe navyo vinasubiria siku ambayo Bwana Yesu atarudi, ataiumba mbingu na nchi upya. Hata uumbaji, miti, wanyama, vyote vinasubiria hiyo siku, kwa sababu dhambi ya mwanadamu kumnyang'anya shetani alivyomnyang'anya mamlaka mwanadamu. Sasa ni kama vile uko katika taifa alafu wananchi wakaja wakatawaliwa kutoka nje. Wananchi hawezi kuwa wana furaha wakati kuna ukoloni, kwa sababu shetani ni mkoloni. Okay. Unanipata? Yeah, kwa hiyo nguvu pekee yake ambayo inaweza kumkomboa mwanadamu pale ni nguvu ambayo iko juu ya mwanadamu na iko juu ya ibilisi. Na hakuna nguvu iliyoko juu ya mwanadamu na ibilisi isipokuwa Mungu mwenyewe. Okay, so tuendelee sana process sasa. Kwa sababu mwanadamu yeye ameshaingia katika sheria. Ili atolewe katika sheria lazima atokee mwanadamu mwingine ambaye ataitekeleza sheria kikamilifu, ili sheria ipoteze uwezo wake. Lakini pia amnyang'anye shetani mamlaka yale. Ilikopo ni lazima aje mwanadamu mwingine atekeleze sheria. Ndio amnyang'anye shetani mamlaka. Hiyo ndio ilikopo only option. Ndivyo maandiko yanavyotuonyesha hivyo. Na ndio maana Bwana Yesu sasa nafsi ile ya pili, tofauti yetu sisi na Waislamu ni kwamba Waislamu wanaamini katika kitu kinaitwa tauhid. Mungu ana nafsi moja, ni mmoja na nafsi moja. Hiyo ni kitu, hilo somo jingine tutazungumza. Kitu ambacho kimaandiko hakipo. Kumbuka unaposoma Qur'an inasadikisha vitabu vitangulia kabla yake, inasadikisha Torati, inasadikisha Zaburi, inasadikisha Injili na vitabu vingine ambavyo havizungumzii. Kwa kusadikisha hivyo, maana yake tunaposoma maandiko, Mungu huyu Yahwe anajidhihirisha katika nafsi tatu. Sasa hili ni fumbo. Mungu mmoja, nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini Mungu mmoja. Ndio. Unaposoma Yohana sura ya 3 mstari wa 16 ndio unamuona sasa Baba ambaye ni nafsi ya Mungu inamtuma Mwana. Jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma Mwana wa pekee ili kila muaminie asipotee na uzima. Ndio pale unapoona Yohana sura ya 1 unaona huyu Mwana nafasi yake ilikuwa wapi kabla, kwa sababu Bwana Yesu hakuumbwa. Ndio Yohana anaifungua injili yake kwa kuelezea asili ya Yesu. Unaposoma kwa mfano Mathayo, unaposoma Luka, anapozungumzia tunaita ile genealogy, spiritual genealogy, vizazi baada ya vizazi. Wao wanamzungumzia, Mathayo anazungumzia genealogy ya Kristo katika sheria ya Uyahudi. Ndio maana anarudi mpaka Adam. Hapana. Mathayo anarudi mpaka kwa nafikiri kwa mfalme Daudi. Sawa. Kwa sababu katika maandiko mkombozi katika Uyahudi anatoka katika ukoo wa Daudi. Luka anarudi moja kwa moja mpaka kwa Adamu. Yohana anarudi moja kwa moja mpaka kwa Mungu. Hebu rudia kwanza. Nimeona imekaa vizuri sana, inaeleweka kwamba Mathayo alirudi kizazi cha Yesu mpaka kwa Daudi, kwa sababu unasaba wake anamzungumzia katika asili yake kisheria. Sawa. Kwa sababu lazima Masia alikuwa atoka katika ukoo wa Daudi. Ndio. Luka anamzungumzia asili yake katika mwili. Anarudi mpaka kwa Adamu. Yohana anazungumzia asili yake katika roho. Ndio maana anamuita neno. Ningeenda ndani zaidi kuhusu neno ni nini katika lugha ya Kigiriki, katika undani wa Kigiriki tutawachanganya watu. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba Mungu katika neema yake ya pekee anajua kwamba lazima atokee mwanadamu mwingine reverse, yani apindue
kile ambacho shetani alikifanya, lakini lazima awe na mamlaka juu ya shetani ili aweze kuwa mkamilifu. Ndio maana Bwana Yesu ili azaliwe bila ya dhambi, ndio maana anatoka katika mbegu ya mwanamke. Unaposoma pale bustanini, Hawa anapokula tunda hakuna kitu kinatokea. Anapokula tu Adamu, mambo yakabadilika hapo. Kwa dhambi iliingia kwa kupitia Adamu. Japo ni kutokana na ushawishi wa mke wake Hawa. Na unapoona Mungu anapomuelezea kwamba usile mti fulani, yale maelekezo anapewa Adamu. Ndio maana hata pale nyoka hakwenda kwa Adamu. Alikwenda kwa Hawa. Hawa anapoanguka, unaona anampelekea, ukisoma pale katika Mwanzo sura ya 3, Hawa anampelekea mume wake Adamu. Anapokula Adamu, asili ya dhambi inaingia katika Adamu. Yule mwanamume. Sasa, ili Bwana Yesu katika mwili, kuna mambo makubwa mawili. Katika mwili asizaliwe na asili ya dhambi, ndio maana anazaliwa bila ya baba wa kidunia, ili asiingie katika asili ya dhambi. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, anaye baba wa milele. Kwa sababu neno alikuwa ni mwana kwa baba tangu milele yote. Baba, Mungu anaitwa baba, ni sifa yake ya milele yote. Ya watu wengine wanavyodhani labda Mungu anavyoitwa baba kuna kipindi ndio alianza kuitwa baba. Hapana. Hiyo ni dhana ya Arius ya karne ya 4. Arius ndio alikuja na mafundisho hayo kwamba Yesu Kristu aliumbwa, lakini ni uumbaji ulio bora kuliko wote. Na ndio Mungu alivyomuumba ndio akamtumia kuumba vitu vingine. Ni mafundisho potofu, hayapo katika kimaandiko. Huwezi kuyapata kimaandiko. Okay, ilianza kwanza karne ya 4 na padri mmoja anaitwa Arius. Alikuwa mjini Alexandria, Misri ya sasa. Lakini tusiende huko. Tumetoka somo jingine. Tunarudi pale. Kwa hiyo sasa, kwa nini tunaona sasa Bwana Yesu huyu neno wa Mungu huyu anatoa mwili? Unapofika Yohana sura ya 1 mstari wa 10 ndio Yohana anamuelezea vizuri. Neno akatoa mwili. Hakuumbwa. Bwana Yesu hakuumbwa, bali anatoa mwili. Yaani alichukua mwili kwa lugha rahisi. Hamna mwanadamu yoyote ambaye unasema alitokea kwa kutoa mwili. Ni Kristo peke yake. Na anazaliwa bila ya dhambi na anaishi kwa ukamilifu. Kwa yeye Kristo kuja kuishi katika mwili ndio anafanyika mwili ili sasa awe mwanadamu. Kwa sababu Kristo ana asili mbili. Bwana Yesu Kristo ana asili mbili. Mungu katika nafsi ya pili, yule neno ambaye Yohana anamtambulisha kama neno. Lakini anakuwa mwanadamu kamili kwa kuchukua mwili. Hawi tu, unasema hawi phantom, sijui ni kwa Kiswahili. Hawi zombie, yani yule sio zombie. Anakuja akiwa na wanadamu. Na ndio maana unamuona analala. Sasa Waislamu wanavyosoma au watu wengine wasiokuwa Wakristo wanavyosoma wanaona Mungu gani analala, anachoka, anakasirika, anakula. Ile wao wasioelewa mambo ya rohoni wanaona kama ni fedheha. Ile ni ishara ya upendo mkubwa wa Mungu, kwamba aliupendo. Ndio maana Yohana 3:17, jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Yaani ile tendo ni tendo linatoka katika upendo wake. Unaona? Kitendo cha kuja kukaa, kula, kulala, kuishi na sisi, kuongea na sisi. So dhaifu ule ni upendo. Ni upendo wa hali ya juu sana. Okay. Ndio maana anautoa ili sasa aje ukomboe wanadamu ambao aliuumba kwa sura na mfano wake. Lakini pia mnyang'anye shetani haya mamlaka. Ndio maana unapoendelea kusoma katika Injili, baada ya Bwana Yesu anapofuka anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani na kuzimu. Kwa sababu ya duniani alikuwa yale mamlaka ambayo alimpa mwanadamu alishayakabidhi kwa shetani kwa kutenda dhambi. Huko hapo sasa. So sasa Yesu yupo duniani anahubiri, aliyachukua vipi sasa ndo mpaka uawe, mpaka sulubiwe? Why? Sasa tunarudi tena katika Eden pale. Kumbuka baada ya mwanadamu kutenda dhambi, Adamu na mke wake, cha kwanza kujikuta uchi. Wakaenda kushona majani ya miti kutengeneza kufunika ule utupu wao. Ule utupu ni lugha ya fedheha ya kukosa uwepo wa Mungu ndani mwao. Unaona? Lakini kuna kitu cha ajabu unapoendelea kusoma, utaona kitu kwamba Mungu anawavika ngozi. Ndio damu inamwagika pale. Ya kondoo kuchinja. Kwamba haisemi mnyama gani. Haijasema hivi kweli, haijasema mnyama gani. Kwa Wakristo naamini ni kondoo, kwa sababu unapoenda mara zote unakuta anazungumzwa mwana kondoo.
Waisraeli wanapoambiwa pale kutoka Misri na kadhalika, vyote vile ni viashiria vya ujio wa Kristo. Na dhambi siku zote ondoleo au tunasema sitara ya dhambi kabla ya Kristo ilikuwa inafanyika kwa kutoa sadaka, dhabihu ya damu ya mnyama mwana kondoo aliye mkamilifu, asiwe na mawaa, asiwe amevunjika mguu, asiwe kiwete, asiwe kipofu, asiwe na awe yuko vizuri. Unaona? Kwa hiyo sasa kwa nini damu? Sasa ndio unakuja pale. Tokea pale damu ndio inatakiwa. Kwa sababu kwanza kitu kimoja, damu unaposoma hata Mungu anapozungumza na Musa anapoambiwa wasile damu, kwa sababu damu ndio yenye kutia, ndio yenye uhai, ndio inabeba uhai. Kwa sababu mwanadamu anakufa kiroho kwa kutenda dhambi. Kwa sababu kwa sisi wa Kristo ambao tunasoma maandiko kuna vifo vya aina mbili. Kuna kifo cha mwili ambako roho inauacha mwili. Lakini kuna kifo cha kiroho. Kifo kibaya kuliko vyote ni kifo cha kiroho, na kifo cha kiroho nakipata kwa kukosa haki ya kuwa katika uwepo wa Mungu. Sasa kile ndio kicho kinachozungumzwa pale. Ndio maana Mungu anamwambia siku tukakula tunda hili hakika utakufa. Kifo cha kiroho. Lakini pia hata kimwili kifo kiliingia. Sawa sawa. Sasa kujibu swali lako, kwa nini damu? Kwani mpaka Yesu sasa achapwe, asulubiwe, ndo anakombwa vipi hapo? Sasa damu yake lazima imwagike. Umeona? Na ndio maana unakuta sasa Bwana Yesu baada ya kuzaliwa kwanza anatimiza unabii. Kabla ya hapo kwanza unasoma kuanzia Torati mpaka manabii wote. Kuna Mungu anaelezea kuhusu kazi ya ukombozi, ahadi yake tokea pale bustanini anapozungumza na nyoka kwamba nitaweka adui kati wewe na huyo mwanamke, na kati ya uzao wake na uzao wako, huyo atakuponda kichwa chako na utamponda kisigino. Sawa sawa. Shetani anaingia kazini immediately. Baada ile information anaingia kazini immediately anaingia kazini. Anajua sasa adui yangu atatokea kwa mwanamke. Ndio maana unapoenda kusoma pahala unakuta kuna zungumzio wale wana wa Mungu wakaja wakazaliana na mabinti wa mwanadamu. Ile ilikuwa ni kazi ya shetani kujaribu kuharibu asili ya mwanamke ili yule anayekuja kuzaliwa kwa mwanamke asitokee. Lakini Mungu ndo anawatenga wale wanane ambao wako pure. Hilo ni somo jingine. Ndio wanazoea Nephilims wale. Ile ilikuwa ni hybrid between, ilikuwa ni hybrid ili Mungu ile ahadi yake istimiliki. Shetani anaingia kazini immediately. Na anafanya tena kazi kabisa, kwa sababu baadaye anapotoa ahadi kupitia Ibrahim kwamba kwa kupitia yeye taifa lile, kwa kupitia yeye na uzao wake ulimwengu mzima utabarikiwa. Anajua sasa, kumbe sasa ile ahadi inakuja kutokea katika kwa mtu huyo, katika kizazi hicho. Unaona? Shetani anaingia tena kazini kwa mara nyingine. Waisraeli walipokuwa Misri. Kwa sababu nani alifanya nini? Farao alitaka watoto wote wa kiume, kwamba ule uzao wa Israeli uishie pale, kwa kuhakikisha watoto wa kiume wote wanauawa. Kwa sababu maana yake ni kwamba wanawake wa Kiisraeli pale wangezaliana na watu wa mataifa wengine, kwa taifa la Israeli lingeishia pale. Ndio alichokuwa kufanya Farao kipindi hicho. Yule sio Farao, ile ni nguvu ya Ibilisi. Nguvu ya shetani kutokana na influence ya Ibilisi. Ndivyo. Kadhalika Bwana Yesu anapozaliwa Bethlehem kwa kupitia Herode. Tena shetani anaingia kazini. Anataka kuua watoto wote wa kiume walikuwa ndani ya miaka 3 nafikiri. Ili sasa anajua sasa yule kashazaliwa. Nafanyeje hapa watoto wote katika akidhani kwamba lakini tayari kuna unabii kwamba Mungu atamwokoa. Anasema toka Misri nilimuita mwanangu. Umeenda deep sana, deep. So kwa nini kwa urahisi ni kujibu swali lako, nimeelezea ili mtu aweze kuelewa. Ningeweza kujibu kwa dakika 2 tu. Lakini nakuelezea kwa nini Mungu ilibidi atoe mwili. Yaani neno wa Mungu atoe mwili, awe mwanadamu, au ukomboe wanadamu na amshinde shetani, lakini pia ashinde kifo. Ndio maana baada ya kufuka anasema nimemshinda utawala wa dunia hii. Kwa hiyo sio dhambi tu na kuokoa kifo, kumbe kukishinda kifo. Kifo kile kinachozungumziwa hasa ni kifo cha roho, cha kiroho.
Mtu yote ambaye hamkiri Kristo tayari ameshakufa ndani mwake. Yeah. So, ndio maana ili upate uhai wa roho lazima umkiri Kristo, umpokee Kristo, ndipo anakuja. Anapokuja yeye anakuja na Baba na Roho kabisa. Yaani kwa watu ambao hawajampokea Kristo hii lugha ni ngumu sana kuielewa, lakini pale unapovuka mstari tu kila kitu kinafunguka kwa namna ya ajabu sana. Mimi sijui nielezee ndugu yangu ambaye hujampokea Kristo au ambaye unaanza kufikiria hili jambo, na kuhakikishia siku utakapompokea Kristo ile neno utalielewa vizuri sana, kwamba utu wako wa ndani unabadilika immediately baada ya kumpokea Kristo. Kimpokea Kristo hakuna, yani kwa watu ambao wamempokea Kristo wananielewa, ambao hawajampokea ni neno ambalo ni gumu kidogo kulielewa. Utu wako wa ndani unabadilika, hata unapoangalia mambo ni tofauti kabisa. Kwa mfano maandiko yanavyosema sasa kwamba ndio Adamu ameshaipoteza dunia, amekuja Yesu Kristo mwana wa Mungu, Mungu mwenyewe ameirestore dunia, imerudi kwenye order. Kuna maandiko yanasema kwamba unafanyika kiumbe kipya ukishampokea. Hii inamaanisha kwamba unakuwa kiumbe kipya kivipi? Kimawazo, kiroho, kimwili? Nini kinachokuwa kipya? Kuna maana kadhaa. Cha kwanza kabisa unakuwa sio tena wewe, sio mtu wa utawaliwi na sheria. Wokovu wako wewe uko katika imani na neema. Unakuwa umeingia katika lile agano jipya. Mtu yote ambaye hajampokea Kristo bado anaishi katika agano la kale. Na ndio maana hata tunapenda napenda kuzungumzia Uislamu kwa sababu ndio kitu ambacho hii ndio passion yangu, ni watu ambao wanataka waelewe wokovu wa Kristo, waelewe. Umenielewa? Kwa hiyo kuumbwa upya ni kwamba wewe unakuwa umevuka mstari, unatoka katika utawala wa sheria, unaelekea katika utawala wa neema. Wokovu wako hautegemei tena sheria, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kupata wokovu kwa sheria. Ilishindikana, ndio maana ilimbidi Kristo aje aitekeleze sheria kwa kamilifu ili mwanadamu awe huru kutoka kwenye sheria. Yeah, na umesema ukishampokea Kristo kuna kitu kinabadilika, kufahamu wako, unavyoona vitu hao. Ndio hivyo sasa unaanza kuishi katika namna ambayo wewe mtu wako wa ndani hutawaliwi na maisha ya kimwili. Utawala wa maisha ya kimwili haukusumbui. Maisha ya kimwili ndio yapi brother? Mkaembu jaribu. Unajua mfano leo hii ukiwaangalia Waislamu, ndugu zangu Waislamu, kila kitu wanakihesabu, yani nifanye hiki, yani wanakuwa ni kama mtu ambaye katika account ana pande mbili, ana credit and debit. Yani anataka kubalance mzani, atende mema mengi ili awe na mazito kuliko yale maovu ili apate kunusurika. Kwa hiyo it's a struggle. Mimi nimeishi hiyo maisha na naweza yani kila mara unajiuliza umemtendea mema Mungu, umefanya ya kutosha ambao siku yatakunusuru. Yani benki yako upande wako ule wa akiba ina akiba ya kutosha, akiba ya mema lakini ndani mwako asili yako ya dhambi itakupeleka tu kwenye dhambi. Unajikuta wewe unashindana tu, it's exhaustive. Lakini unapompokea Kristo, unajua Kristo ameshatenda. Wewe macho yako hayapo tena kokote. Kupata mitihani inakuwa ni rahisi kuivumilia, kwa sababu unajua na ahadi zake ni za kweli. Anasema msiwe na hofu, msihangaike, kwa sababu nimeshaushinda ulimwengu. Unajua alishashinda kwa ajili yetu. Sio kazi yako tena. Unajua mimi wokovu wangu tena sio kazi yangu tena. Yeah. So amka, tuweke clear hii. Ukimpokea Kristo, una uhakika 100% kwamba you are saved, utaenda heaven? Kabisa. Sio story ya kuassume. Sio neno ninalosema mimi. Yeah. Maandiko yanasema hivyo. Ukimpokea Kristo, ukapata neema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaanza kukuongoza, utu wako ndani unabadilika. Kwa mfano, unapoishi nje ya Kristo, unajitahidi sana kuacha dhambi, lakini asili yako ya dhambi inakushinda, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kuna baadhi ya tabia unashangaa umeziacha mpaka wewe uelewe umeziachaje. Okay, kwa hiyo kwa mtu yote ambaye amevuka huo mstari ni ushuhuda. Hata mimi kwa mfano kuna tabia nyingine ambazo zilikuwa zinanishinda na hangaika kimwili, lakini baada ya kumpokea Kristo na kumuelewa na kumwamini na kukabidhi maisha yangu kwake, kuna vitu ambavyo mimi nilikuwa vinanishinda, nilikuwa nahangaika navyo kimwili. Unahangaika navyo, unashangaa tu ghafla tu umeviacha. Kuna watu tena bila jitihada yoyote. Ndio unashangaa mtu anasema jamaa alikuwa mlevi sana, ghafla tukaacha pombe. Lakini wakati huo wale ambao wanataka kuacha kwa mwili ndio unakuta wanaenda rehab, wanaenda huku, wanafanya hivi, watu
wanapelekwa jela, wakitoka jela siku 2 kwa sababu wao wanapambana na kimwili ambao mwili uko chini ya sheria. Lakini unapoishi kiroho, roho ipo nje ya sheria, unaenda katika maisha ya neema. We personal, kwa haya yote haya, Yesu Kristo kwako personal, unaweza kumzungumziaje kwako personal, kwa experience yako? Mimi Kristo ndio kila kitu katika maisha yangu. Kwa sababu gani? Kwangu mimi, kwanza uelewa wangu wa mimi ni nani, nimepata jibu. Unamaanisha nini wewe ni nani? How? Yaani vipi? Uwepo wangu umetoka wapi? Na kwenda wapi? Na kwa nini? Ni rahisi. Ni swali ambalo kweli ni gumu. Nikilijibu kimaandiko nitasema Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ni jibu rahisi sana kwa mtu kumuelezea, lakini kwa mtu ambaye hajawahi kumpokea Kristo, hii jibu linakuwa mara nyingi linakuwa liko ni tupu. Nitasema kitu kimoja labda ambao anielewe. Kwangu mimi, baada ya kumfahamu Kristo na kumpokea na kumkiri na kumjua, kwangu mimi imekuwa ni nguzo ya maisha yangu katika kila kitu. Katika desturi yangu, katika ufahamu wangu, katika utambulisho wangu, katika dira yangu, na katika kule ambako nataka kwenda baada ya maisha ya kimwili. Kwa sababu najua hakuna kitu kinatokea mbele zake pasipo wewe kukiruhusu. Na kwa sababu hiyo napata amani ambayo haielezeki. Ndio amani yangu. Anasema amani yangu nawapeni, si kama amani unawapa. Umeelewa? My peace I give to you. Yeah. So not that how the world give the peace. Yeah. No. Yeah, juzi nilikusikia kwenye live moja kwenye TikTok. Ni kitu ambacho sioni Wakristo wengi wakifanya. Umuhimu wa kuvuna nafsi, umuhimu wa kufanya altar call, umuhimu wa kuongoza wengine sala ya toba, umuhimu wa kuingiza wengine kwa Kristo. Mimi nimeona hiyo passion ipo kwako sana. Unahisi labda Wakristo wafanye nini, au watu wanaokusikiliza, kuhusu umuhimu wa kuvuna nafsi, umuhimu wa kuwaleta watu kwa Kristo katika kila opportunity ambayo tunayoipata? Kwanza ni wajibu ambao tumepewa. Ukienda kwenye Mathayo kwa mfano sura ya 28, nafikiri mstari wa 17, Bwana Yesu baada ya kufufuka anatokea wanafunzi wake anawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na dunia, nendeni mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana, mkawafanye wanafunzi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mkafanye kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo ni agizo tumepewa. Kwa hiyo ni Mkristo yote ambaye amepokea Kristo, hili ni agizo, ni wajibu tumepewa tuufanye. Kwa sababu Kristo aliwafia wanadamu wote. Wale ambao hata Baba alivyomtoa mwanae, alimtoa mwanae ili aukomboe ulimwengu, sio au hukumu. Sasa ili ile neno la wokovu liwafikie, lazima sisi tulomfahamu Kristo na kumkiri na kumwamini na kumtumikia, ni lazima tulitende. Vinginevyo, ndio maana nasema imani bila matendo ni sana bure tu. Ndio matendo yenyewe hayo. Lakini pia unaposoma, Bwana Yesu alikuwa anaongea kwa mifano. Kuna mfano mmoja aliotoa kuhusu talanta. Umeelewa kwamba kuna watu watatu, mmoja alipewa talanta 5, mwingine akapewa 2, mwingine akapewa 1. Yule wa 5 akazifanyia biashara, zikaja nyingine 5, alipokuja kupewa akampa yule bwana wake zile 10, akapewa tuzo. Umefanya vyema mtumishi wangu, nenda utapewa kingine zaidi. Na yule wa 2 akasema, nimezifanyia biashara, nimepata nyingine 2. Yule mmoja akasema, wewe bwana, wewe ni mtu mgumu sana, nikaona bwana bora tu niifukie. Maana yake nini? Unapomjua Kristo, tayari ni talanta umepewa. Lazima ukamzalie Mungu matunda. Umeelewa? Kuna kitu alikisema pale Kristo watu wakielewe katika wale mfano. Kwa yule bwana anamwambia, si bora hata ungepeleka kwa watu ambao wanatoa riba. Ukakopesha kwa kama sasa hivi angepeleka hata kwenye kikoba basi. Ukaitie huko isibaki ile moja. Maana yake nini? Ule mfano unatuonyesha sisi wa Kristo kwamba Mungu anapokuita, unapokuwa umemfahamu, tayari una huo wajibu. Talanta umepewa hiyo. Lazima ukaifanyie kazi na ukamzalie. Ndio maana mtu yote anasoma Injili ni swali ambalo lina majibu mengi sana. Anasema nendeni mkanzalie matunda. Anasema mavuno ni mengi lakini wafanyakazi ni wachache. Sasa kwa nini, kujibu swali lako, kwa nini kwenye TikTok napokuwa nafundisha baadaye nafanya altar call? Kwa sababu kuna watu
wako tayari, hawajui afanye nini. Unanielewa? Yeah. Wako tayari, wameshalielewa hili jambo. Sasa hatua gani nyingine afanye? Lazima umwambie, je, uko tayari? Kama anaogopa, unamwambia basi tafuta kanisa la karibu, nenda utapewa maelekezo. Yeah. Ili safari yake ya ukombozi ianze rasmi. Yeah, nataka hapo hapo kwenye ukombozi. Kuna watu wanasema labda mimi mwenyewe nampenda Yesu, mimi mwenyewe namsikiliza Yesu. Kuna umuhimu gani wa kukiri sala ya toba? Kuna umuhimu gani wa kukiri ile kama ilivyoandikwa kwenye Warumi 10:9 nadhani? Kwa nini inabidi mtu akiri kwanza? Kwa sababu naamini kuna wengi wanasema hata Wakristo wengine labda wa madhehebu au makanisa kwa hivyo unabidi uokoke, na kwamba mimi mwenyewe nimeokoka bwana. Katika ulimwengu hata wa kimwili hata katika ulimwengu wa kimwili pia kitu chochote lazima ukikiri. Yaani imani ni kwanza kuamini moyo, lakini baadaye unatakiwa ukiri kwa kinywa. Hayo yote mawili yanatakiwa, si moja kabla ya jingine, si moja bila ya jingine. Lazima uamini, kwa sababu wapo ambao wanakiri mdomoni kumbe moyoni hamna kitu. Umeelewa? Na kuna wao ambao wanaamini moyoni lakini wanaogopa kukiri mdomoni wasije wakapata shida fulani. Ndio unakuta wanaitwa wale secret Christians, secret believers. Kwamba anaogopa kukiri kwa sababu labda nikishakiri kinywa, lakini ni takwa la kiroho. Kadhalika katika ulimwengu wa kimwili unakuta, let's say leo unaona rais akiapisha watu, si lazima uwape. Lazima ukiri kwa mdomo wako kwamba hii mimi kuanzia sasa mimi ni wa fulani, mimi ni wajibu wangu huu. Kwa hiyo kama Mkristo lazima ukiri. Na lazima umkane shetani. Ukane utu wako wa zamani. Kuanzia sasa mimi ni wa Kristo. Utu wangu kuanzia sasa ni wa Kristo. Kwamba najitambulisha kwamba mimi ni wa Kristo kuanzia dakika hii. Yeah. Ile ni kama kumruhusu Mungu kuja kutawala maisha. Hapana. Yeah, brother Mka, labda kama kuna kingine sana nataka kuongezea. Mimi niwaambie tu ndugu zangu, hasa Waislamu, kwa sababu ndio wanaongea nao mara kwa mara. Ni wakati sasa mwanze. Unajua wao wanapenda kubebeshwa mistari. Mimi ningewasisitizia sana. Na uzuri siku hizi unaweza usikibebe kitabu. Unawezekana wewe nyumbani kwako kubeba Biblia inaweza ikawa ni ngumu. Download injili hizi, zisome. Hakika nakwambia utaona mambo mengi sana mbele. Inajieleza yenyewe. Kwanza ni vitabu rahisi kuvisoma na kuvielewa. Soma. Unaweza usianze vitabu vya mwanzo, lakini soma injili yoyote. Unaweza ukachagua injili yote. Hasa naipendekeza injili ya Luka. Asome injili ya Luka yote. Aanzie Luka. Injili ya Yohana watu wengi wanaipendekeza, lakini injili ya Yohana ni ngumu kuielewa. Yaani kwa mtu anayeanza injili ya Luka ile, kwa sababu audience ya Luka ni audience ya unaita ya mataifa, watu wa mataifa ambao uelewa wao ni mdogo katika mafafanuo ya Kiyahudi. Ndio maana kwa ni nyepesi kuelewa hata kwa mtu mwingine ambaye sio Mkristo. Akishaelewa injili ya Luka akienda kwa Yohana ataelewa zaidi. Lakini ninachowaambia tu, download hii Biblia. Anza kuisoma. Utaanza kuona tofauti kubwa baina ya Ukristo na Uislamu. Na utaanza kuona kivipi Qur'ani inapingana na Biblia. Hairekebishi, inapingana katika mambo mengi sana. Kama nimetoa mfano ule nilikwambia wa kuhusu unaposoma Qur'ani unamuona mwanadamu anaumbwa akiwa anaishi mbinguni, peponi, afu anatupwa duniani sasa na Biblia inatuambia binadamu ameumbwa hapa duniani. Sasa ameumbwa pale duniani katika udongo. Na akakosea hapa duniani. Hakuna udongo. Yeah. Peponi hakuna udongo. Hii ni story tu. Yeah, brother Mka, nakushukuru. Asante. Labda kama kuna kitu kingine watu wakitaka kutafuta kupata wapi? Kwenye TikTok na YouTube. Jina ni Amka. Amka. Okay. Thanks so much brother. Asante sana.